Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Huenda mwanadamu anapitia katika wakati ambao kuna ugumu katika maisha yake. Huenda akawa mwanadamu amezongwa na madeni yamemuelemea na yamekuwa mazito kwake mpaka akapata ugumu wa kulipa hayo madeni. Ni nini afanye? Mbali na jitihada anayotakiwa kuifanya mwanadamu katika kutafuta riziki na kuhangaika katika pirika ili kulipa yale madeni yanayomkabili, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha njia nzuri ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala ili kutatua madeni yetu. Njia hii ni njia ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno machache tu, ambapo lau utamuomba Allah kwa maneno haya aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ikhlas na kwa yaqini, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakupa wepesi na utaweza kulipa madeni yako yote na hutobakiwa na madeni. Lakini dua hii au maneno haya aliyoyafundisha Mtume si kwamba aombe tu yule mwenye madeni, hata yule ambaye hana madeni aombe dua hii ili asije akakabiliwa na madeni mazito, bali yule mwenye madeni pia aombe dua hii ili apate faraja na atapata faraja insha Allah. Anatusimulia Bibi Aisha radhiyallahu anha, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yad'u fi salati wa yaqul, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba kwenye sala na anasema dua hii au maneno haya yafuatayo: Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami, ewe Mola najilinda kwako kutokana na jambo linalopelekea kwenye madhambi na vile vile kutokana na deni zito. Qala lahu qailun, kuna mtu mmoja sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Mtume akamwambia, ma akthara ma tasta'idhu ya Rasulullah minal maghrami, mbona ya Rasulullah unajilinda sana kwa Allah kutokana na deni, unajilinda sana dhidi ya deni, unajilinda sana na kumuomba sana Allah akuepushe na deni zito? Anataka kujua huyu sahaba radhiallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia, inna ar-rajula idha gharima haddatha fakadhaba wa wa'ada fa akhlafa, mtu anapopatwa na deni, anapoingia kwenye deni zito, huzungumza akasema uongo na huahidi asitimize. Na ni kweli, na wakati mwingine unaweza ukawa na nia ya kulipa, lakini unamwambia mtu natarajia siku fulani nitakulipa inshallah, au unamwambia moja kwa moja inshallah nitakupa siku fulani, lakini usiweze kumlipa. Ikiwa una nia ya kumlipa na ulitarajia hivyo, basi hutokuwa na kosa. Kuna wengine wanawazungusha kwa makusudi wale wanaowadai, kwa sababu anaona siku zimeshakuwa nyingi, lazima nimliwaze kidogo, kwa hiyo anamwambia nitakulipa, subiri na nini, anazungumza uongo. Kwa deni linaweza mtu likamtia katika kusema uongo au kuahidi na asitimize. Kwa hiyo Mtume anasema ndio maana mimi najilinda sana kwa Allah aniepushie na aniondoshe madeni mazito. Mtume alikuwa anaomba dua hii na sisi tujitahidi tudumu na dua hii: Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami.